Justice for Ojwang. Justice for Ojwang. Sisi tuko hapa na tuogopi mtu yeyote, kwa sababu ukienda maandamano unauawa, ukikaa kwenu unakujiwa, unauza mask unapigwa risasi. Sasa nini inafanya tukiwa udhani kwamba wewe uko safe kuliko ule mwingine? Hiyo risasi inaweza tupwa ikupige na unaimbanga hapa 10 bila break. Mimi nikiona sura ya mtu anaimbanga 10 bila break amepigwa, hakuna kitu nitasema. Hata hiyo justice sitaongea. Kama mbaya. Saa hii hakuna kubembelezana. Tumekuwa tukisema tafadhali ongoza vizuri. Tafadhali ongoza vizuri. Wameamua kwamba hawataongoza vizuri. Mbona sisi tukubali kuongozwa vibaya? Kama wao wanaona kufanya vitu vibaya, mbona sisi tukifanya wazuri wa kufanya mambo vizuri? If the leadership inafanya vitu vibaya, pia sisi pia tutakuwa wabaya. Naona the best way to survive any threat is to become more dangerous than that threat. Hello? Shida yenu ni gani? Lakati? Watu tuongee. Ama namna gani? Simamo namna hiyo? Ama niambie hii kamera imulike hapa. Sasa jambo la kwanza ambalo mimi ningependa kuongelea kwa muda mfupi ambao nimepewa na bwana mwenyekiti, nimesikitishwa sana. Mimi ni proponent mkubwa wa mambo ya uongozi wa vijana. Although nilikuwa na doubt kama Sakaja kweli ni kijana, lakini jana ndo nilijua kwamba huyu Sakaja na hii degree yake ya Uganda hawezi ongoza hii Nairobi. Kwa sababu can you imagine where 2 land cruisers zinasindikiza watu wamebeba marungu, blunt objects. Hakuna mtu anaweza tuambia kwamba wale maguns tuliona jana, one was arrested. They did not face any consequence of the law. Yule polisi alipiga ule kijana risasi. He did it with a lot of confidence, knowing he has some protection somewhere. Na mtu anakuja hapa kutuambia ati lazima muambie polisi. Si wako hapa wanaona tukisema kesho tunakuja. Kwani lazima tuende kwa station tuwaambie? Si pia wao wako TikTok. Watch TikTok wajue kama tunakuja ama tumepostpone. Sisi hakuna kitu kingine tunasema. We are already notifying you using these cameras here that kesho mukuje tena na mulipe guns. Na tutaki kazi ya guns iishe, so tutamake sure maandamano iko kwa wingi, ndo muendelee kuwapatia hiyo 1,100. Na hao maguns ukipewa, tafuta mahali iko pombe kidogo kunywa, enda kwa nyumba. Si lazima ukipige town. Na ukikuja town tukikutana, shauri ya. Ukinipiga wa kwanza ni sawa, lakini ukimiss shauri yako. Shauri yako. Nimeangalia nikaona ati county government ya Nairobi imetumia 10.7 billion on legal fees. Wamelipa lawyers 10.7 billion. Hii county ya Nairobi iko na attorney wa county anaitwa Christine Ireri, ambaye analipwa pesa na taxpayers money. We have legal practitioners wamekuwa hired na county, wanakuwa paid by taxpayers. Why are we again having a situation where we need to cough 10.7 billion outsourced legal fees? Tunasema hiyo ni wizi. Na mwenye anaiba hiyo pesa ingine imebaki change, anapea guns wa kuja town na marungu. We are saying this. Na vile vile ningependa kukumbusha Rais William Ruto upige simu tena kwa babake yule kijana alipigwa risasi jana Karaoke. Utume tena 2,000,000. Vile vile waambie Raila Odinga apige simu atume 1 million.
Waambie magavana pia waende wakajengee baba yake nyumba. Because tumegundua hiyo ndio the price of life in this country. Na kwamba unauawa, baba yako analipwa, anajengewa nyumba, and that is in their own version justice will be served. So tumekupatia few hours tusikie baba yake yule Kariuki akisema amepewa milioni 2. Muna support hiyo maneno? Yes. Apewe milioni 2. Yes. Mzee apanguze machozi. Huwezi piga kijana mwenyewe risasi na unasema ati mambo mingi. Tuma milioni 2 ya haraka. Ile ya housing levy patia huyo baba yake huyo kijana. Apanguze nayo machozi. Nikimalizia kabisa, nimesikia kuna sura zilipatikana kama goons, watu ambao wanasimamanga kwa hii pulpit hapa wakiongea mambo ya governor. Na nimengojea yule culprit alionekana kwa kamera kuja hapa, nimeangalia sijamuona. Umeona mmoja? We cannot be coming here kusema good governance na tena unapewa 1,000 unabeba rungu kwenda kupiga mwenzako. These people, let us not allow them to turn us into enemies against each other. Adui yetu ni mmoja tu. Adui yetu ni nimeamini maneno Mwalimu Abduba Dida alisema ya kwamba there is someone in this country who can kill you, mourn with your family, fund your funeral, and inherit your wife. And that person is the president that we have. Si mumeona? Polisi wake wanapiga mtu, alafu wanapiga simu anajifanya analia. Mtu ambaye anatengeneza jeneza hafai kuja kwa matanga na ajifanya analia. Because he has benefited from that funeral by selling coffins. Yeah. So we are not going to take any crocodile tears. And this government has a lot of crocodile tears. Amen. Mimi ninaangalia hivi, wewe ambaye mtu bado unasema 10 bila break. Mimi ninakuelewa ya kwamba kila mtu ako na wafuasi. Shetani mwenyewe ako na wafuasi. Sasa nikiona wafuasi Baruto, mimi sina shida. Hao wana demonstrate. Wana demonstrate. Sasa ya mwisho kabisa in 1 minute. Nimeamini ya kwamba hii leadership ya Nairobi pia lazima tubadilishe. Mzee wa heshima kabisa alikuja akaita sisi kama jamii, akasema huyu Sakaja huyu ni mtoto yenu, ni Muluya, chagueni yeye. Watu wakachagua Sakaja wakidhani yeye ni Muluya. Mimi nataka niwaulize, mumewahi kuona Muluya anaitwa Kosigei? Kuna Muluya anaitwa Kosigei hapa? Muriyo mno bando ba.